Ni wasalimu katika jina la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Katekista Matayo Katolile, nafanyia utume katika kigango cha Mtakatifu Ana Msenkele. Ujumbe wangu katika siku ya leo ya Jumapili, ningependa kuwaasa Wakristo wengi ambao mnanisikiliza au mtapata nafasi ya kunisikia, kwamba Mungu anatupenda sana na Mungu anatujali sana kwa kila nafasi na kwa kila hatua. Tunapopata neema ya kufika Christmas, ni neema na ni baraka kubwa sana, hasa kwa Wakristo ambao mnanisikiliza sasa. Ni neema kubwa sana. Unapaswa umshukuru sana Mungu kwa zawadi ya uzima ambao Mungu amekufikisha. Ninapozungumza katika kigango changu hapa mpaka sasa, ninapozungumza kuna kama vifo vitano sasa ambavyo vimefuatana kwenye kijiji cha Kipanga, lakini wengine hawajapitiwa na changamoto kama hizo. Sasa wewe ambaye Mungu amekufikisha salama, hujaugua, hakuna magonjwa kwako, hakuna kifo kwako, mshukuru sana Mungu. Mungu bado anakupenda na yapo makusudi makubwa sana mbele za Mungu kukuacha ukiwa hai. Usitumie uzima wako vibaya. Usitumie uhai wako vibaya. Tumia huo uhai katika harakati za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tunaenda sasa mwishoni mwa mwaka 2025. Zimebaki siku chache sana tufikie 2026. Lakini siku zilizobaki kukamata 2026 ni kama mwaka. Kuna uwezekano wengine tutafika. Kuna uwezekano hamtafika. Wewe unayenisikiliza, rekebisha maisha na mienendo yako. Tambua umuhimu wa Mungu katika maisha yako. Kristo amezaliwa, azaliwe upya katika matendo yako kiroho na kimwili. Ulikuwa ni mtu ambaye sio wa ibada, ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa ufungamani na mambo ya kiroho. Kwa nafasi ambayo Mungu amekupa, itumie hiyo nafasi kwa ajili ya kurekebisha maisha yako. Tumia hiyo nafasi ukiwa mzima kumuomba Mungu, ili Mungu afungue malango ya baraka, malango ya neema katika mwaka huo tunaokwenda kuanza. Kwa baraka zako tu, neno langu, hakikisha sana unakuwa karibu na Mungu kwa kipindi hiki. Uwe ni mtu wa ibada. Ibada isiishie tu siku ya Jumapili. Tengeneza msingi mzuri wa ibada, mchana sali, jioni sali. Yaani iwe ni sehemu ya maisha sana, ili Mungu aendelee kukulinda na kukufunika katika mbawa zake. Kwa ujumbe wa leo, ningependa kuasa sana Wakristo wenzangu mnaonisikiliza. Naitwa Katekista Matayo, kama nilivyosema. Ujumbe wangu ni huo. Tumtangulize Mungu kwa kipindi hiki. Kipindi tulicho nacho ni kigumu sana. Ni kipindi kigumu sana. Tulivyoanza mwaka na tunavyokwenda kumaliza mwaka kuna utofauti sana. Wakati tunaenda kumaliza mwaka, mwezi huu ambao ni wa mwisho kabisa huu, kuna magonjwa, kuna vifo. Kigangoni kwangu hapa kuna misiba kama 5 ambayo imefululiza. Imepita hapa kama nini, lakini tunamshukuru Mungu na tunaendelea kuomba. Tunawaombeni na wengine ambao mnanifuatilia. Mwe ni watu wa kuomba. Tukisimama kwenye kuomba, tunaamini kwamba kila changamoto na kila pito litakuisha. Bwana anasema upitapo katika maji mengi nitakuokoa. Unapopita katika changamoto, ukimlilia Mungu atakuokoa. Kumbe wewe unayenisikiliza, tumia nafasi hiyo, muombe Mungu kwa neema, muombe Mungu kwa baraka, jinyenyekeze mbele za Mungu na Mungu atakulinda, na Mungu atakutia nguvu, na Mungu atakunusuru na magonjwa. Mungu huyo atakunusuru na vifo. Anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa kuwa fimbo yake na gongo lake vinanifariji. Nipende kuwashukuru sana wote ambao mtafuatilia ujumbe wangu, ukawajenge ninyi pamoja na familia, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.